Taifa imara. Taifa imara. Taifa imara la Kristo. Taifa imara. Taifa imara. Taifa imara la Kristo. Taifa imara. Taifa imara. Taifa imara la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji wa Radio Wapo FM, nikukaribishe katika mfululizo wa vipindi vyetu. Kipindi kilichoko hewani kwa wakati huu ni kipindi cha Taifa Imara la Kristo, kipindi ambacho kinaletwa kwako na mimi mtumishi wa Mungu Reverend Sigmund Lack. Katika dakika hizi chache ambazo tunazo hapa studioni, ningependa tushirikishane maandiko matakatifu kwa kadri ambavyo Roho wa Mungu ametujalia kusema. Na kama umepata neema ya kusikia sauti hii, maana ujumbe huu unaoachiliwa basi utakuwa ni wa kwako moja kwa moja. Kwa hiyo ni kuombee ili neema ya Mungu ikufunike hapo ulipo na ujumbe huu ukafanyike roho katika maisha yako. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya msikilizaji huyu mpendwa ambaye wakati huu amefungulia redio yake. Tunajua ni wewe Roho Mtakatifu umemuongoza. Na sasa Bwana, tunafunika fikra na fahamu zake zikapate kuelewa maandiko yako matakatifu. Macho ya mioyo yao yakatiwe nuru kwa neno hili linaloenda kuachiliwa kutokea studioni hapa. Katika jina la Yesu, tunafunga roho zote za kutafsiri neno la Mungu kinyume. Roho zozote za mpinga Kristo tunaziamuru zikakae kimya, zikanyamaze kimya kama mawe, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Shetani, tunakufunga. Huna mamlaka kwa msikilizaji huyu. Hautamuibia chochote katika jina la Yesu. Vyote vilivyokusudiwa avipokee, atavipokea kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Malaika, ingieni kazini katika jina la Yesu. Unaweza ukasema amina. Ni muda mzuri tena ambao Mungu ametupatia ili tuweze kutafakari maandiko yake matakatifu. Tutasoma kutokea kwenye kitabu cha mwandishi Marko sura ile ya 2. Tunahitaji mstari wa 5, lakini tutaanzia kuanzia mstari wa 1 ili tuipate habari hii vizuri. Akaingia Kapernaumu tena baada ya siku kadha wa kadha. Ikasikiwa kwamba yumo nyumbani. Amen. Huyu anayezungumziwa hapa ni Yesu. Akaingia Kapernaumu, na kwa wale wasomaji wa Biblia wanaelewa Kapernaumu ni mji aliokuwa anaishi Yesu. Kwa hiyo hapa unaposoma unaona akaingia Kapernaumu tena baada ya siku kadha wa kadha. Tuendelee mstari wa 2. Wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni. Akawa akisema nao neno lake. Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza. Akachukuliwa na watu 4, na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya mkutano, waliitoboa dari pale alipokuwapo. Na wakiisha kuivunja, wakalitelemsha godoro alilolalia yule mwenye kupooza. Amen. Hii najua ni habari ambayo si mara ya kwanza umeisikia, lakini kuna mambo kadhaa nitatamani leo tujifunze hapa ambayo Roho Mtakatifu ameruhusu tuyajue kwa leo. Mengine yaliyojificha hapa tutayazungumza kwa kirefu kwenye ibada ya Jumapili ambayo tumekuwa tunaitangaza na matangazo yake yanatangazwa hapa redioni, ibada ambayo itafanyika katika ukumbi wa Landmark Hotel pale Ubungo Riverside. Ukishuka tu pale ukiulizia Landmark Hotel, ukifika pale unaulizia ukumbi wa Tanganyika. Kwa hiyo utakuja na utatukuta pale. Mengi nitayazungumza pale, ila kwa leo wacha nigusie kwa uchache tu yaliyokuwa yanatokea hapa. Hawa ni watu wamemleta mtu ambaye ni mgonjwa, na walipoona hawawezi kumuingiza kupitia mlangoni, wakatoboa dari ya hii nyumba ya Yesu, wakalishusha godoro
wakamteremsha pale pale ambapo Yesu alikuwepo. Sasa mstari wa 5, na huu ndio niliokuwa nataka uone. Tusomee mstari wa 5. Naye Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza. Naye Yesu alipoiona imani yao. Macho ya Yesu yana uwezo wa kuona imani. Imani iliyokuwa kwa hawa waliombeba, si imani kwa huyu aliyekuwa mgonjwa. Ameiona imani kwa hawa waliokuwa wamembeba, na ambacho maandiko yanazungumzia kama kitu Yesu alichokiona, si kitu kilichojificha tu ndani ya mioyo ya hawa waliokuwa wanambeba ndugu yao, bali ni matendo waliokuwa wanayaonyesha katika kuhakikisha ndugu yao anafika mahali panapohusika. Kwa sababu kumbuka, maandiko yanasema imani pasipo matendo imekufa nafsini. Manake haya matendo yalipoonekana, haya ndiyo Yesu anayatazama. Maandiko yanasema alipoiona imani yao, namna walivyokuwa wanahangaika wasikubali kuzuiliwa na chochote, mpaka wametoboa dari ili kumshusha huyu ndugu yao afike mahali ambapo Yesu yupo. Sasa Biblia inasema Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Umesamehewa dhambi zako. Naomba ukumbuke ya kuwa hawa watu imani yao ni walijua ndugu yao akifika kwa Yesu ataponywa. Hii ndiyo imani aliyoiona Yesu. Hawa watu hawakuwa na imani ya kwamba Yesu ana uwezo wa kusamehe dhambi. Imani waliokuwa nayo ni kwa habari ya Yesu kumponya ndugu yao. Ila tunaona Yesu alipoiona imani yao, anamgeukia yule mwenye kupooza, anamwambia kitu ambacho sicho cha wale walichokuwa wanakiamini ya kuwa Yesu anaweza kukifanya. Yesu anaongea kitu kama vile ni tofauti na kile walichokuwa wanakiamini. Anaanza kwa kumwambia huyu aliyepooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Huyu anayefanya hivi ni master wa kufungua watu, ni master wa deliverance. Hakuna anayejua kufungua roho za watu kama Yesu. Na hapa anatuonyesha kanuni moja ya kanuni. Inawezekana unayenisikiliza ni mgonjwa, au una ndugu yako ambaye ni mgonjwa, au kuna vitu kwenye maisha yako haviendi sawasawa, maana kwa maneno mengine vinaumwa. Inawezekana ni uchumi, inawezekana ni familia, inawezekana ni ndoa, au ni afya ya mwili kabisa. Yesu anaonyesha kanuni ya kwanza. Kuna vitu viwili kwenye hii habari. Kitu cha pili nadhani nitakizungumza kesho Jumamosi kuanzia saa 2 kamili usiku. Leo nataka tuone kimoja hapa. Yesu anaonyesha kanuni ya kwanza, ukitaka kuponywa lazima usamehe. Nao huyu maandiko hayatuambii alikuwa ametenda dhambi gani au alikuwa ametenda kosa gani, lakini ugonjwa aliokuwa nao, Yesu anaanza kushughulika na kitu kinachosababisha uhalali wa huu ugonjwa kukaa kwenye mwili wa huyu mtu. Na ukiendelea kuisoma hii habari, wacha tuimalizie tu. Endelea kusoma mstari wa 6, alafu nitaelezea pale kwa haraka. Mstari wa 6. Na baadhi ya waandishi walikuwako huko wameketi, wakifikiri mioyoni mwao. Katikati ya ule umati wa watu waliokuwepo pale ndani, waandishi walikuwepo pia. Ukisoma kwenye kitabu cha Luka kule utaona ni waandishi na Mafarisayo. Kwa hiyo Mafarisayo na waandishi walikuwepo ndani pia, wanamfuatilia Yesu na wamemsikia Yesu akisema, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Waandishi na Mafarisayo waliokuwa wameketi pale wakaanza kufikiri mioyoni mwao. Mstari wa 7. Mbona huyu anasema hivi? Mbona huyu anasema hivi? Anakufuru huyu. Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja? Ndiye Mungu. Huyu ni nani anayeweza kusema mtu amesamehewa dhambi au hajasamehewa dhambi? Mbona tunafahamu kutokea zamani mwenye uwezo wa kusema kitu cha namna hii ni mmoja tu, ni Mungu peke yake. Mstari wa 8. Mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo. Yesu akafahamu rohoni mwake ya kwamba hawa Mafarisayo na waandishi wanafikiri namna fulani katika mioyo yao, katika nafsi zao. Nafsini mwao. Akawaambia, mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Vyepesi ni vipi kumwambia mwenye kupooza, umesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka,
ujitwike godoro lako uende? Ehe. Lakini mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Kuna kitu kumbe Yesu alitaka hawa watu wajue, Mafarisayo na waandishi. Ukiendelea kusoma mbele utaona kuna maandishi yako kwenye mabano. Yesu akamwambia yule mwenye kupooza, sasa inua godoro lako uende. Wacha nikwambie kitu fulani kilichojificha hapa kimoja, kulingana na wakati wetu. Hii habari inazungumza, ameletwa mtu aliyepooza na ndugu zake 4. Walipokosa namna ya kumuingiza kwa Yesu kupitia mlangoni, wakaamua kutoboa dari juu, wakamshusha pale Yesu alipo. Na maandiko yako wazi yanazungumza, yanasema Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Aliposema hivyo tu, Mafarisayo na waandishi waliokuwepo pale wakaanza kuwaza mioyoni mwao. Hawajamwambia mtu, wanawaza mioyoni mwao, huyu anakufuru. Huyu ni nani anayeweza kusema maneno haya ya kwamba mtu amesamehewa dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Na Yesu akifahamu moyoni mwake ya kwamba wale wanatafsiri hivyo nafsini mwao, akawaambia, vyepesi ni vipi kumwambia umesamehewa dhambi au inua godoro lako uende? Alafu anaendelea mbele, anasema lakini mpate kujua. Kwa hiyo kuna kitu Yesu alikuwa anakifundisha kwenye hii habari. Hawa wamemletea mtu mwenye kupooza, lakini Yesu kuna kitu anataka kukifundisha ndani ya tukio hili ambalo limejitokeza hapa. Mwanzoni nimekwambia unifuatilie polepole, kwa sababu na wewe yamkini kuna kitu kinakusumbua. Nataka ufahamu hivi leo ya kwamba hicho kitu kinachokutesa, hasara na balaa na mikosi unayoipata, na aina fulani ya ugonjwa ulionao, kama ni mgonjwa unanisikiliza, ujue ya kuwa hicho kitu kimekaa kwako au kimekaa kwangu kwa sababu kina uhalali wa kukaa, na huo uhalali ukishaondolewa, kitu hicho hakiwezi kukaa. Tutalinganisha pia na maneno haya kwenye Zaburi ya 103 muda si mrefu. Sasa Yesu anaweza vipi kuonyesha ya kwamba ana uwezo wa kusamehe dhambi? Ndo tukio lililokuwa linaendelea hapa, kwa sababu mtu yoyote yule anaweza kumwambia mtu umesamehewa dhambi. Utahakikisha vipi ya kwamba mtu huyo anayeambiwa umesamehewa dhambi zako kwamba amesamehewa kweli? Unaona, hakuna namna ya kuthibitisha ya kuwa mtu amesamehewa dhambi, na Yesu alikuwa analifahamu hili. Ndio maana mbeleni anaendelea, anawaambia ninataka mjue leo. Kwa hiyo kuna kitu alitaka wajue, na hawa Mafarisayo hawakukasirika sana Yesu aliposema huyu mtu amesamehewa dhambi. Walikasirika baada ya kitendo cha pili kilichofuata cha Yesu kumwambia yule mtu inua godoro lako uende, na yule mtu ghafla akainuka, aliyekuwa amepooza kwa muda mrefu, akainuka akachukua godoro lake akaondoka. Kwa hiyo kama hiki cha kimwili kimetokea, ameweza kuinua godoro na kuondoka, maana yake Mafarisayo na waandishi sasa wanatambua ya kwamba hata kile alichokisema ambacho hatuna namna ya kuthibitisha ya kwamba mtu amesamehewa au hajasamehewa, manake na kitendo kile pia ni cha ukweli. Sijui kama nazungumza na mtu. Narudia tena, hakuna namna ya kuthibitisha kama mtu amesamehewa dhambi, na Yesu anafahamu hilo. Ndiyo maana ameendelea mbele na akafanya tukio lingine ambalo tunaweza kulitazama kwa macho ya damu na nyama tukalithibitisha. Kwa hiyo alichokuwa anataka kukionyesha Yesu sio tu huyu mtu kupona, ni kwamba ili tuamini ya kwamba Mwana wa Adamu aitwaye Yesu Kristo ana uwezo pia wa kusamehe dhambi, kwa sababu kama hiki cha kimwili kimetokea, aliyepooza amepona, basi hata kile cha kwanza alichosema, mwanangu umesamehewa dhambi, manake na hicho pia kimetokea vile vile kama hiki cha kimwili kilivyotokea. Na hapo ndipo Mafarisayo na waandishi walikasirika, maana walijua hata kile cha kwanza basi ni cha ukweli. Unisikilize mtu wa Mungu ambaye unafuatilia kipindi hiki. Changamoto unayoipitia ni kwa sababu ya uhalali fulani ulio ndani yako, na mara nyingi, kama sio mara zote, ni kwa sababu ya dhambi. Kwa sababu dhambi si dhambi kama ambavyo watu wamekuwa tumezoea tunaiita dhambi. Ukiangalia neno dhambi kwa lugha ya Kiingereza ni sin, ila ukienda mbele zaidi ukaangalia kwenye tafsiri yake katika lugha ya Kiebrania
wanaizungumza dhambi kama kumiss mark, yaani kama kukosea shabaha, yaani kile alichokuwa amekilenga Mungu ya kwamba ukifikie, usipokifikia au usipokifanya kwenye kiwango kile Mungu alichotaka, katika ulimwengu wa roho inahesabika kama dhambi. Na ikishahesabika kama dhambi, maana yake tayari imefungua uhalali, imefungua mlango wa uhalali wa kitu fulani cha uharibifu kutokea kwako. Kwa hiyo dhambi tu sio dhambi kwa sababu ya amri 10 namna zilivyoandikwa kwamba nimeshika zote, mbona sasa bado nasumbuliwa na ugonjwa? Kuna viwango Mungu alitaka ufikie. Usipokifikia hicho kiwango, katika ulimwengu wa roho inahesabika kama dhambi, kwa sababu umeshindwa kuifikia shabaha ya Mungu. Sasa na kwa sababu hiyo shetani anafahamu hilo, unakuwa tayari umefungua mlango fulani wa kupata mashambulizi fulani. Sasa unamuona Yesu anayeelewa kanuni, master wa deliverance, anaanza kwa kuondoa uhalali ya kwamba mwanangu umesamehewa dhambi, alafu ndo anaendelea hatua ya pili ya uponyaji. Naomba nikuambie kwa furaha kabisa moyoni mwangu ya kwamba kipindi hiki cha leo kimekuja kwa sababu nataka tutumie dakika chache hapa za kuomba rehema na kuomba msamaha kwa chochote ambacho katika ulimwengu wa roho kimehesabika kama dhambi na kikafungua mlango, hata ikawa ugonjwa huo umekupata, madhara hayo kwenye ndoa yanaonekana, shida fulani, mikosi fulani inaonekana kwenye biashara. Nataka tuombe rehema na tuombe msamaha kwa Mungu kwa kuitumia damu ya Yesu kwa dakika chache, alafu baada ya hapo tukemee hayo magonjwa, tukemee hizo balaa, tukemee hiyo mikosi, alafu tuone ni mkosi upi utabaki, ni balaa ipi itabaki, ni ugonjwa upi utabaki baada ya wewe kusamehewa. Kwa sababu ndugu yangu nisikilize, ubaya wa dhambi sio kwamba tutakutana na ubaya wa dhambi baada ya kuondoka kwenye maisha haya, kwamba kwenye moto wa milele. Hicho ni kipengele kingine. Dhambi ina uwezo wa kuchukua mateso ya ule moto wa milele ikakuletea wakati huu ukiwa hata bado uko hai. Yaani hapo unapopita we mwenyewe ukitazama, wengine wanaweza wasijue, ila wewe ukitazama unaona ni moto. Yaani unapopita ni moto. Ni kweli kuna magonjwa, ila namna unavyoumwa wewe, hii si kawaida. Zaburi ya 103 mstari wa 3 ndiyo nitakaotaka tuuone, lakini wacha tuanze mstari wa kwanza. Nafsi yangu umhimidi Bwana. Huyu ni mtumishi wa Mungu, Mfalme Daudi. Ameanza kwa kuisemesha nafsi yake, anazungumza na nafsi yake, hazungumzi na mtu mwingine. Kuna mambo yako hapa na nitayazungumza kwenye pointi ya pili, nadhani kesho kuanzia saa 2 kamili usiku. Usikose, na mengine mengi nitayazungumza, siri fulani fulani tutazizungumza tutakapokutana kwenye ibada ya Jumapili kuanzia saa 9 jioni pale kwenye ukumbi wa Landmark Hotel kwa wale walioko Dar es Salaam, kituo cha Riverside. Kishuka Riverside pale unauliza hoteli ya Landmark, ukifika tu pale unaulizia ukumbi, tuko ukumbi unaitwa Tanganyika 1. Ukiingia pale utatukuta. Ni mafundisho kwa mafundisho, siri za Mungu zilizojificha kwenye neno lake, hatua kwa hatua. Hakika hujawahi kusikia neno likifundishwa kwa namna hii. Usikose, usikose. Zaburi ya 103, Daudi anaisemesha nafsi yake. Anaanza kwa kusema, nafsi yangu umhimidi Bwana. Naam. Vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Vitu vyote vilivyo ndani vilihimidi jina lake takatifu. Mapafu, maini, figo, damu, mifupa, kila kitu. Sijui kama umewahi kufika mahali ambapo kila kilichomo ndani yako unakisemesha. Daudi anatuonyesha kitu fulani, vyote vilivyomo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Mstari wa pili, nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Kuna mahali Mungu alikufadhili, kuna mahali Mungu alikufadhili kwenye maisha na akakuvusha mahali fulani. Hata sasa unaishi, unapumua, tuko kama tulivyo kwa sababu kuna vita yetu ya jana Mungu alitupigania. Daudi anaiambia nafsi yake isije ikasahau ya kwamba Mungu aliyemvusha jana ndo atamvusha na leo, ndo atamvusha na kesho. Anaikumbusha nafsi yake isisahau. Mstari wa 3, huu nilitaka uone, maana kanuni hii ndiyo kanuni aliyoitumia Yesu kwenye mgonjwa wa kupooza tuliyotoka kuona habari yake. Akusamehe maovu yako yote. Akusamehe kwanza, hatua ya kwanza, akusamehe
maovu yako yote. Maovu, unajua kuna vitu vitatu: kuna dhambi, kuna uovu, kuna makosa. Unaposikia neno uovu isikuchanganye. Uovu ni dhambi iliyojirudia mara nyingi, hiyo inakuwa ni uovu. Na hii sasa inaweza ikakaa kwenye kizazi hata cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne. Dhambi ya kujirudia. Mungu anakuonya, unarudia tena. Unaomba msamaha, unarudia tena. Unaomba msamaha, unarudia tena. Inavyoendelea kufanyika hiyo dhambi, sasa inatoka kwenye hatua ya dhambi, inaingia kuwa uovu. Sasa hiyo siyo habari yetu kwa leo. Daudi anasema akusamehe maovu yako yote, alafu akuponya magonjwa yako yote. Unaona, kanuni hii ndiyo aliyoitumia Yesu. Ni unasamehewa kwanza uovu wako, dhambi zako, alafu habari ya magonjwa inafuata baada ya kusamehewa, kwa sababu dhambi au uovu unaachilia uhalali wa ugonjwa kukaa, wa balaa kukaa, wa mkosi kuendelea, wa visirani kuendelea kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa dakika moja, wakati hapa studioni tunanena kwa lugha ya Roho Mtakatifu, tunakusaidia, tunatiana nguvu. Kuna vitu ulivifanya, unajua kabisa haya yalikuwa ni makosa, ni dhambi mbele za Mungu. Wewe unajua ndani ya moyo wako. Maandiko yanasema tukisema hatuna dhambi tunajidanganya nafsi zetu, na tunamfanya yeye aliyetumwa na yeye kuwa ni muongo. Sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Sasa kwa dakika moja hii, hebu omba rehema mbele za Mungu, omba msamaha mbele za Mungu. Alafu baada ya maombi haya ya kuomba rehema na msamaha, nitatamka maneno ya uponyaji kwako. Huo ugonjwa utatoweka na hutakaa uone tena. Hiyo balaa itafutika na hutakaa uisikie tena. Hizo hasara kwenye biashara, kwenye kazi zitafutika kwenye namna ambayo hujawahi kuona. Tuikoseshe kwanza dhambi uhalali wake katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako kwa dakika moja, omba rehema mbele za Mungu aliye hai katika jina la Yesu Kristo. Rakosha patalaba le paraka shote le bela kaso likroshta vila atelepa ratoste kijata. Omba rehema, omba rehema, omba rehema mbele za Mungu. Rehema ni huruma za Mungu katika jina la Yesu Kristo. Ripatalaba yakate, muombe Mungu akusamehe. Masote le preda kashota le kasobrana kate le vroste kijala branto le kura atalaba adakija mesutalikana rapesha talikaba makora tesa talaba o sepranushete la krado makora kashote mekalaba yakata mesote le prakataya mesote le granoshata o rapasete le kayaba ripatoste le kishatalaba makora kata mekusete le kila kosha makora tayaba mekarasote lebe sherosta kaya balande le froste kishakata makora te abalaka sota repashato leka. Huo uhalali unaondolewa, huo uhalali unaondolewa, uhalali wa huo ugonjwa kuendelea kwako, uhalali unaondolewa. O repashata la bayande mekroste vekia shata la bayaka makose telekrade jeto la krada maso talikanaya makora ketayaba masho telebela kasota rapashata laba. Usiogope, usiogope, usiogope. Haijalishi ulifanya kitu gani, Mungu wetu ni mwaminifu na wa haki. Tukiziungama dhambi zetu, atatusamehe, atakuosha upya, atatusafisha tena katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu ni mwaminifu. Usiogope. Inawezekana ulifanya vitu kabisa ambavyo huwezi kuwaambia watu, huwezi hata kwenda mbele ya mtumishi kumwambia vitu ulivyovifanya. Umefanya dhambi za sirini, zingine ulikuwa peke yako kabisa. Hizo ndizo ninazosema hapa, ya kwamba muombe Mungu rehema kwa ajili ya hizo. Mwambie Mungu akusamehe kwa ajili ya hizo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Rapashakatalaba mekorakatai, akusamehe maovu yako yote. Korapashatalaba mekarabakatayaba. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Uzuri wa Mungu tuliye naye ni kwamba hatuhitaji kujichanachana na viwembe tutoke damu ndipo atusamehe.
Mungu wetu anasema moyo uliopondeka hata udharau. Nia yako ameiona, na namna ambavyo umejutia yale uliokuwa umeyafanya, na namna ulivyozungumza maneno machache tu ya kuwa Mungu akusamehe. Mbingu zimekusikia katika jina la Yesu Kristo. Ukiendelea kusoma kwenye hii Zaburi, mistari ya chini yake unaona Daudi anazungumza maneno ya nguvu kabisa. Anasema anaukomboa sasa uhai wako na kaburi, anakutia taji ya fadhili na rehema, anaenda kuushibisha mema uzee wako, na ule ujana wako unarudishwa kama tai. Lakini haya yote yanafuata baada ya kusamehewa dhambi zako, ya kusamehewa uovu wako, na Mungu amekusamehe. Nyosha mikono yako hapo ulipo, nikutamkie maneno. Hakuna ugonjwa utakaobaki kwako kwa jina la Yesu Kristo. Yesu ni yule yule jana na leo na hata milele, yule yule aliyetangaza msamaha kwa yule aliyepooza, na baada ya hapo akasema, vyepesi ni vipi kusema umesamehewa dhambi, ama kumwambia inua godoro lako uende. Nami ninakutangazia kama mtumishi wa Mungu aliye hai ya kuwa umesamehewa dhambi zako zote katika jina la Yesu. Umesamehewa makosa yako yote, umesamehewa uovu wako wote. Na sasa kwa jina la Yesu, ugonjwa uliokuwa ndani yako, ugonjwa ninakusemesha kwa jina la Yesu. Toka, achia mwili wa huyu mama, toka, achia mwili wa huyu kijana, achia mwili wa huyu binti, toka kwenye mapafu yake, toka kwenye figo, achia utumbo, achia mfumo wa damu, toka kwenye macho kwa jina la Yesu Kristo. Kisukari toeka kwa jina la Yesu. Presha toeka kwa jina la Yesu. Hicho kilichokuwa kimekaa kwenye miguu, kwenye magoti, kwa jina la Yesu Kristo. Vichomi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Uhalali wako umeondolewa, uhalali wako wa kwanza kutokana na dhambi ya Adamu wa kwanza, huo uhalali umeondolewa. Mtu huyu anatembea kwa uhalali alioupata ndani ya Adamu wa pili aitwaye Yesu Kristo, ambaye hakutenda dhambi, na sasa hauna uhalali wa kukaa kwenye huo mwili. Toka na vimelea vyako vyote kwa jina la Yesu. Ukimwi toka kwa jina la Yesu. Kifua kikuu achia hayo mapafu kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na viona vitu vikitoka kwenye damu ya mtu, vitu kama madudu fulani, kama mafunza yakitoka kwa jina la Yesu. Na kuambia Mungu amekusamehe na Mungu anakuponya. Ni uponyaji mkuu unapita kwenye maisha ya huyu anayenisikiliza kwa jina la Yesu. Roho za balaa na mikosi, roho za hasara kwenye biashara, kwa jina la Yesu. Ninyi roho ninawatazama kwa macho ya Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Toka kwenye biashara yake, toka, achia kazi za mikono yake kwa jina la Yesu Kristo. Pepo la kufilisi achia mikono yake. Wewe uliyekuwa umeshikilia hatua za huyu mtu, monitoring spirit, kwa jina la Yesu, toka kwenye haya maisha ya huyu mama, ya huyu kijana, kwa jina la Yesu. Achia huduma ya huyu mchungaji kwa jina la Yesu. Toka na uharibifu wako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninatangaza uhuru kwenye maisha yako, wewe unayenisikiliza. Ninatangaza uhuru kwenye maisha yako. Ninatangaza uhuru kwenye afya yako. Umewekwa huru, umefunguliwa kwa jina la Yesu. Afya kwenye mifupa yako, afya kwenye damu yako, afya kwenye nyama zako, afya kuanzia kwenye utosi wa kichwa hadi unyayo wa mguu wako. Ndiyo, nimeona. Na kwenye jino lako umepona hilo jino kwa jina la Yesu Kristo. Sikio lako limefunguliwa, sikio lililokuwa linatoa usaa limefunguliwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Thank you Jesus. Asante Mungu uliye hai, asante kwa uponyaji mkuu, asante kwa uponyaji mkuu. Yes, umepona, umesamehewa, umepona, umepona, umepona. Kiri umepona kwa jina la Yesu, katika jina kuu na takatifu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Sasa tutumie ujumbe, tuambie nini kimetokea kwako wakati tulipokuwa tunafanya maombi haya. Na ikiwa uko Dar es Salaam, kumbuka tena tunaanza ibada ya kusanyiko la pamoja Jumapili hii ya tarehe 14, kwa sababu tumekuwa tunapata meseji na simu za watu kadha wa kadha
wanaotufuatilia redioni wakituuliza huduma inapatikana wapi. Kwa muda mrefu tumekuwa hatuna sehemu ya kukutanika. Sasa Mungu ametufungulia mlango huo, mlango mpana na wa kufaa sana. Ametufungulia huo mlango Bwana, na ametuambia tuanze kukutana ili tuombe pamoja, ili tujifunze neno kwa pamoja. Ukumbi ni Landmark Hotel. Kwa wale ambao ni wakazi wa Dar es Salaam, ukumbi ni Landmark Hotel. Unashuka Ubungo Riverside, ukiulizia tu Landmark Hotel utaonyeshwa. Sio ukumbi wa kuingia ndani, no, uko hapo hapo barabarani, na ibada yetu inafanyika kwenye ukumbi wa Tanganyika 1. Ukiingia tu Landmark, ukiuliza ukumbi wa Tanganyika 1 watakuonyesha. Ukija pale utatukuta kuanzia saa 9 kamili. Nikukaribishe na nitafurahi sana kukuona. Njoo na ushuhuda wako. Tuonane tena kesho kuanzia saa 2 kamili usiku, tukiwa tunaendelea na somo hili hapa hapa Radio Wapo FM. Wasiliana nasi kupitia 0757 27 42 20, 0757 27 42 20. Narudia kwa mara ya mwisho, 0757 27 42 20. Mungu wa mbinguni akubariki sana, katika jina kuu na takatifu la Yesu Kristo. Shalom.